Kichwa changu cha neno kinasema, the title of the message says kuchaguliwa. Selected, being selected, being selected. Oh my goodness. Kuchaguliwa. Being selected. Na wale waandishi wazuri sijawapatia leo media Biblia. Acha niwatumie kwenye email chapu hapo. Mwezi kuiconnect. I have to send the scriptures to media so that they can connect baraka it. Sana. It shall be a blessing. Nafikiri watu wa media tayari wamepokea email yangu na waweze kuitendea kazi. Andiko zangu zote zinaendelea. Amen. Kuchaguliwa na Mungu. Sema kuchaguliwa na Mungu. Kuna siri kubwa ya mtu aliyechaguliwa na Mungu. A person who is selected by God. Na kuna maana kubwa ya mtu aliyechaguliwa na Mungu. There is a meaning for it. Hallelujah. Hallelujah. Cosmas, please nisaidie niwekee madhabahu hapo. Huko naona kama siongee. Asante sana. Wow, thank you so much. Amen. Amen. Kuchaguliwa na Mungu. Being selected by God. Kuna siri kubwa ya mtu aliyechaguliwa na Mungu. Na katikati yao kuna mafanikio ya kuchaguliwa na Mungu. There is a success when you are selected by God. Na ndio maana tunayaishi mapenzi ya Mungu. That's why we are living under the will of God. Kuchaguliwa na Mungu. Being selected by God. Ili uweze kujua, for you to know, umechaguliwa na Mungu. If you are selected, ni lazima ulimwengu, the world need, uweze kukuacha, to leave you. Ndio maana, that's why, watumishi wa Mungu, men of God, wanaomba kila siku, are praying every day, kwa sababu, because, upokea kutoka kwa Mungu. For people to receive from God. Neno mtumishi, when you hear the word man of wale God, wanaosimama madhabahuni, not all those who are standing on the hata altar, wewe ni mtumishi. Even you are a man or woman of God. That's why, unaona unapita mahali pagumu. You are passing through difficulties. Kitu. Because there is something. Unaposikia neno mtumishi, when you hear a man or woman of God, sio tu wale ndio waliochaguliwa. And all those who are selected hata only. Wewe pia umechaguliwa. Even you are selected. Ndio maana Mungu, that's why God, amekuleta kwa kusudi lake. Brought you under kila his will. Mtu aliye duniani, everybody in this amechaguliwa na Mungu. Is selected by God. Utofauti the difference ya mtu aliyeitwa of a one na who is mtu called aliyechaguliwa and the one who is selected ni nini? What is it? Kuna watu wamechaguliwa, some people are selected, lakini hawajaitwa. But are not called. Kuna watu wamechaguliwa, some people are selected, lakini hawajaitwa. But are not called. Lakini wewe unayenisikiliza leo, the one who is hearing me today, I'm teaching you being selected by God. Kuchaguliwa na Mungu. Being selected by God. Kuchaguliwa na Mungu. Being selected by God. Kuchaguliwa na Kristo. Being selected by Christ. Hallelujah. Unaweza ukajiuliza kwa nini mimi napitia haya? You can ask yourself, why do I pass through all things? Yamekuwa sehemu ya maisha yangu. Why I'm passing through kwa things? sababu umechaguliwa na Mungu. Because you are selected by God. Hawezi ukapitia raha. You cannot kipindi ambacho umechaguliwa na Mungu. Be happy always if you are selected by God. You need to pass unaweza ukakata tamaa. Through a place where you can lose unaweza hope. ukakata tamaa. You can lose hope. Hata wengine wanaweza wakakuacha. Some people can kwa leave sababu you umechaguliwa na Mungu. Because you are selected by God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord Jesus. Unajua katika wale makahaba tunaona barabarani. Among the prostitutes that we see. Katikati ya wale makahaba. Among them. Kuna watu wamechaguliwa na Mungu. Some people are selected by God. Unaona wale wezi wanaoruka na kuibia watu ndani ya nyumba.
nao pia wamechaguliwa na Mungu. Selected by kitu God. gani kinachowafanya wapitie hayo? What is making them pass through all this? Sababu tu it is because roho imejiumba there is a spirit inside them kwamba wameitwa na Mungu. That are making them not understand that they are called. Mahali hapa, the one who is here, unayopitia, whatever you are passing through, umechaguliwa na Mungu. Because you are selected by God. Ulimwengu huu haiwezi kukupea. Some things the world cannot receive. Because you are not belong to this world. Kwa sababu wewe sio mtu wa dunia hii. You are not belong to this world. Hallelujah. Kwa nini ujiulize maswali? Why are you asking yourself those questions? Leo wapendo wangu, today, brethren, Wakristo wanaongoza kuomba Mungu mafanikio. Are praying for success. Wakristo wanaongoza kumwomba Mungu baraka. Are praying for blessings. Wakristo wanaongoza kumwomba Mungu kile wanachotaka. Are praying for things they want. Lakini nataka nikwambie, but I want to tell you, hakuna kitu kinacholeta mafanikio kwenye maisha nothing is bringing success kama neno neema. Like the word grace. Ukijua unaishi kwa neema, you know you are living by grace, kula kwako ni neema, you are eating is by grace, kwako ni neema, walking is by kila grace, kitu unachokifanya wewe kwako ni neema. Everything you are doing is by grace. Lazima vingine utavifanya kwa kumogopa Mungu, do things kwa sababu unajua hichi ninachotembea nacho, because you know what you are walking with is a grace. Sijui kuna mtu ananyelewa hapa. Do you get me? Na ndio maana watu wengi sana. That's why a lot of people. Unaweza ukaona watu wengi. You can see a lot of people. Asilimia kubwa. High percent. Watu wanajua kwa Mungu kuna magari. They know to God there are cars. Asilimia kubwa. When you go to God. Watu wanajua kwa Mungu kuna ndoa. You receive marriages. Asilimia kubwa. High percent. Watu wanajua kwa Mungu kuna kila kitu. They know to God there is everything. Lakini acha nikuambie But let me tell you the truth. Kwa Mungu to God, kinachopatikana, what you are going to get is the eternal life. Ndani ya ile uzima wa milele, inside eternal life, ndipo tunapokea baraka. That's why we receive blessings. Ndani ya uzima wa milele, inside that, ndipo tunapokea neema. We receive grace. Ndani ya uzima wa milele, ndipo tunapokea mafanikio. We receive success. Ukitamani kupokea vitu, if you desire to receive things ambavyo viko kinyume na mapenzi ya Mungu, that are against the will of God, basi hata maendeleo kwako, even your success, itakuwa ni machache mno. It will be very few. Hallelujah. Angalia watu walioitwa na Mungu. Look on the people who are called by God. Angalia watu waliochaguliwa na Mungu. People who are selected by God. Yohana alipitia nini? Yuda alipitia nini? Judah. Asilimia kubwa, high percent, watu walioitwa na Mungu, people who are called by God, waliochaguliwa na Mungu, who are selected by God, wanapitia matatizo, are passing through issues, are passing through issues and the problems. Mfano ulio kawaida, for example, unaona hata kwa wachungaji, pastors. Hallelujah. Mchungaji yoyote ambaye, any pastor aliyechaguliwa na Mungu, who is selected by God, lazima apite mahali ambapo he must or she anaweza kakata tamaa, pass through a certain area. Unajua kuna kipindi that she can lose hope, unapoteza hata confidence, even in confidence, unapoteza hata ile kujiamini. Unajua sasa mimi hapa nafanya nini? He can ask himself or herself, what am I doing? Na kazi yangu nini kuepo? What is my job? Hallelujah. Sasa ujiulize swali. Ask yourself. Na Mkristo ambaye hanajua kujipigania yeye, Christian who know how to fight, basi yule ni rahisi sana Mungu kumwacha. It's very easy for God to leave such a Christian. Lakini Mkristo ambaye anajua a Christian vita vyetu sio juu ya damu na nyama, who know that we are not fighting by ourselves physical, vita vyetu sio juu ya damu na nyama, not physical. Vita vyetu havitatuliwi kwa maji na mafuta, not through oil and water. Vita vyetu havitatuliwi kwa nini na nini na nini, bali vita vyetu sisi, our battles, vinatatuliwa rohoni, in the spirit. Sijui kuna mtu ananielewa. Amen. Sitamani nikwambie pokea kitu ambacho hujui kupokea. I don't want to tell you receive a thing. Pokea magari. Receive cars. You say I receive it. Ndio utapokea. Yes, we receive it. Na watu sasa hivi hawapendi injili hiyo. People don't like such kind of a gospel. Ni kuwafanya watu wasiomwamini Yesu watoke kanisani wakatafuta. They don't want to hear about it, trusting Jesus. They want to receive things. Na ukiona mtu anabaki kwenye injili kama hii, when a person wants such a gospel, maana yule yuko na Mungu ndani yake. A person has God inside her. Hallelujah. Amen. Wakristo asilimia kubwa, high percent of Christians, watu waliochaguliwa,
People who are selected, hawawezi wakaishi mapenzi yao, they cannot live under their bali own wataishi will, mapenzi ya Mungu. but under the will of God. Kwa sababu kile unachopitia Because wewe whatever you are passing inaweza through, kuwa shida, it can be a problem inaweza kuwa tabu, or an issue inaweza kuwa majaribu, or temptations. mengine unaweza usielewi. You cannot Na understand unaweza kujua them. kwa nini mimi napitia hapa, Why am I passing through all lakini ni this? kwa sababu But it is because umechaguliwa na Mungu. you are selected by Ndio God. maana unapita mahali That's why you ambapo are passing sio kawaida, through things which ambapo are mtu not wa kawaida ordinary. hawezi akapita. An ordinary person cannot Hallelujah. pass through those things. Unaweza ukaona ghafla watoto wanaumwa You ndani can ya see nyumba, children are getting sick. mpaka unajiuliza sasa, hii You are inakuwa too asking much, yourself, this is too much. hii inaleta stress. This is stress. Muda mwingine unapoteza hata ile control kufikiri. You lose your self-control. Unasema sasa nilipofikia hatua hii, The way I am ni now, hatua yangu ya mwisho it is the end. ya kutafakari I na ya can no kuwaza. longer think more. Oh my God. Unaweza kuwa unahitaji ndoa, You can need marriage, unaweza kuwa unahitaji kazi, a job, lakini muda ule unahitaji but kazi, at a time you need usipokee that, kazi. you cannot receive it. Unaweza kuwa unahitaji You sijui can need unahitaji kupindua sijui nini, I don't know, Something maadili else, zako, lakini muda ule unapohitaji but at kuwapindua a time you need it, hawapinduki. things cannot happen. Sijui watu wananielewa. Unahitaji kumpindua adui, lakini afanye nini? Things are not happening Sababu wewe sio mtu wa because dunia hii. you are not a person of this Lazima kuna world. vitu utavikosa. You will lack some of the Inabidi things. Mungu You akunyang'anyie. need God to Avilete take kwako wewe. some of the things from the devil to you. Amen. Hivi unaelewa nini? Do you understand? Kuna watu wana viwanja Some people have plots. na wanatamani kuviuza, They need to sell them. na wametafuta wateja kila siku, They are trying to sell them, lakini wateja watokee. but no customers. Shida ni nini? What is the problem? Hamna shida. No problem. Kiwanja ni cha kwake, The plot, kama hati ni ya kwake, kila kitu the ni cha kwake, title, everything belongs to him or her. lakini kwa nini Why? afanyikiwe huyu mtu? The person is not succeeding. Kwa nini? Why? Kwa sababu amechaguliwa. Because he is Hawezi selected. akapata vitu ambavyo She or he sio neema ya cannot get Mungu. everything. Amen. Sijui watu wameelewa hapa. Are you getting me? Hawezi akapokea vitu ambavyo She or he Mungu cannot hajampa. receive things that are not ni from lazima God. apite mahali ambapo atakata She tamaa. need to pass through difficulties and Anapoteza ule loss of. nini? Anapoteza ile confidence A person lost confidence ya kusema kwamba Mungu ameniita. to say God has called me. Na kama Mungu akimchagua mtu, If God has selected somebody, azungumuzi na mtu, he's not talking to such a anazungumza na person. maisha ya He's mtu. speaking to the life of the person. Yes. Sasa wewe You, ukiwa unafikiri ya kwamba if you are thinking that unaweza ukampendeza Mungu kwa sababu ya you think God kinachohesabika can do things because ni of something, matendo. God is looking on the actions. Matendo yako ndio yanahesabika, Your actions. na kama matendo yako yakihesabika, If your actions na kila kitu can kinabadilika, be kwa sababu numbered or matendo ya mtu counted, ndiyo majibu ya mtu. you will receive answers. Your actions are your answers. Wengi tunaogopa kulipa gharama We are afraid of paying the ya price kumtumikia Mungu. of serving God. Wengi. A lot of us. Ndio maana nilisema That's why I said huduma service haiko juu ya wale tu wanaosimama is madhabahuni, not for all only who are standing bali on the altar, huduma but ni ya watu wote. ministry is for everybody. Haleluya. Ya watu? Ministry is for everybody. Mimi naitwa Dr. David Lyon. My name is Dr. David Yamkini Lyon. hapa Maybe here kuna nabii wa kimataifa hapa, there is a big prophet, lakini leo ananisikiliza, international, and today is listening anakubali to me. kuvumilia. Sikia nabii He David is anasema, accepting me and wewe nafikiri obedient. mwa wachungaji hao kuna These watu wananizidi pastors, level kwenye hao Some wachungaji of them wangu, are more in lakini level Mungu than me. amewapitisha kwangu But they kwanza, have to pass mimi through niwe me daraja ya first kuteseka, for me to be a ajili wao bridge, wasije wakapita for mateso them fulani. not to pass Mimi through siamini kama certain mimi ndo na bridges. upako tu, hapana. I don't Hata think walio that chini yangu I'm more wamechaguliwa anointed na by Mungu. them. They are also called by God.
Amen. We receive it. Ndio maana Bwana amewaleta That's karibu. why God brought them to me. Hallelujah. Amen. Kuna yale nitajifunza kutoka Some kwao. of the things I will Na learn kuna from yale them. watajifunza Some of kutoka the kwao. things they will learn Na from ndio me. sheria ya utumishi. That is how the protocol of the ministry is. Amen. Unajua? You know, Ushaye kukutana na namba ya viatu? you can meet the number of shoes. Huyu anaweza akavaa 30. Someone, the number is 30. Walizaliwa tumbo hii? But they were born in one womb. Huyu anavaa 30. This is 30 Huyu anavaa number. 34. This is Huyu 34 anavaa number. 40. This is 40. Unajua kwa sababu gani? Why? Maisha tulingana. The life is not the same. Maisha? Life is not the same. Lazima upite mahali kama You need to pass somewhere first. Lazima uishi shida. You need to pass through problems first. Nikupe mfano ulio hai. Let me give you one example. Unajua Wakristo mnaogopa nini? What Christians are afraid of? Mnaogopa kutulia ndani ya They are afraid of mnaogopa kutulia ndani ya jangwa. being in the desert. Wana wa Israeli Israelites, walikuwa wakitembea. they were walking. Wakamwambia Musa, They told Moses, kwani huku ulipotuleta uliona kule Misri hakuna makaburi? why have you brought us here? Eh? In ministry there were no cemetery. In Misri Egypt, kuna makaburi. in Egypt there were no cemetery. Lakini kwa nini umetuleta huku? Why have you brought us here? Kwa nini tuko huku? Why are we here? Kwa unataka tufie huku? You want us to die here? Musa akanyamaza kimya. Moses was quiet. Na ndipo wanadamu wa leo That's why today's people, hampendi kukubaliana na they maumivu. don't want to accept things that can hurt them. Umeokoka? You are saved. Baada ya wiki, After a week, mwezi, a month, 3, 4, 4, unaanza kutafuta nabii ni mpate you are wapi? trying to seek. Umeokoka kuna miezi ngapi? Unaanza kutafuta nabii, You are seeking. yuko wapi? Where is the prophet? Baba, Daddy, mimi nateseka sana baba. I'm passing through things. Majibu yangu nipe. Give me my answers. Miezi 4. Only 4 Unaanza months. kuomba majibu. You are starting Mwaka, asking for the answers. tunarudi ulipotoka. You are going back where you was. Miezi 4. You are going Unahisi back haya ni where you mapito ambayo were. hayavumiliki. Mwaka, nataka uwe na imani ya kusema, I want you to have faith. wakati wa Mungu ukifika, At a time of God, hata mapepo even demons hayatakuwa na nguvu ya kuzuia baraka yako. power to prevent you to get your blessings. Hata kama kwenu kuna zile Even wanasemaka if giant there are giants, walioshindikana, kama Mungu akisema leo God will say today, mtu huyu anaenda this kufanikiwa, person is going to succeed. hata wasimame majianti 1000, How much the giants are kama big kuna wito ndani yako, doesn't matter how much the kuchaguliwa giants katika are majira big. hayo, hakika Bwana God atakuvisha. is going to do it. Hakika Bwana atafanya. God is going to do it. Elewa neno kuchaguliwa. Understand being Neno selected. kuchaguliwa. Being Mtu selected. aliyechaguliwa If you are hawezi selected, akapokea kile anachokihitaji. if you are not selected, you Bali cannot receive anapokea. things Oh that my you God. need. Sijui But you wanaelewa need to hapa. receive things from God. Mfano nikupe. For example, let me give you. Cosmas huu ni mwaka kama wa 7 niko naye. It is the 7th Huyu. year I'm with Mwaka wangapi? Cosmas. Wa 7. Mwaka wa 7. Alipokuja kwangu, When he came to me, nilimwambia Cosmas. I told Cosmas, Mwaka wa kwanza nikamwambia utatabiri. first year you are going to prophesy. Nikamtesti. I tested him. Nikamwambia nipe 200,000. I told him, give me 200,000 shillings. Unaelewa eh? Akatoa 200,000 akanipa. He gave me the money. Nikamwambia yaishi. Nikamtesti. I tested him again. Nikamwambia sina pesa ya kulipa kodi. I don't have money for pay for my rent. Akajinyima akanipa mimi kodi. He gave me money for the rent. Nisikilize vizuri. Listen, Nataka nikupe ushuhuda ulio hai. let me give you a Nisikupe testimony ushuhuda ambao uko hai. that is active. Yuko hapa. He's here. Nikamwambia tuendelee na safari. I told him, let us keep going. Nikamwambia njoo nyumbani. Let us go home. Tuombe. Let us pray. Tukaomba usiku We kucha. prayed overnight, Tukaomba wiki nzima. the whole week. Nikienda kuhubiri mahali. When I'm going to preach somewhere, Niambia weka mafuta kwenye gari. I'm telling him I need fuel
nampitisha mahali ambapo I asione made kazi ya it Mungu ni sure rahisi. he's passing through things that he cannot see. The work of God is easy. Asione kwamba The work of God is easy. Kwa sababu kuna watu wanajua kuna watu wanajua nabii akisimama hapa basi Some of anapata the hela. people, when they see me standing here, they know that I'm getting money. Lakini naweza kuambia kuna muda tunatoka hapa kwenye There madhabahu. is time when I'm Tunaenda going mpaka out nyumbani of kwetu, here hatuna hata buku mfukoni. without a single 1,000 shilling. Lakini wewe uko unaamini ya kwamba ni But you are here, you are believing that I have everything. Wale watu wote walikuwa kanisani leo. Those people who were at church Anakosa there, pesa leo. Wanafikiri sisi tulikuja the offering is a kufanya lot of injili ya money. wanyang'anyi. Tulikuja kufanya injili ya Kristo. We came for the Na gospel kama of tumeitwa, Christ. If we are lazima tujue called, kuna mahali tutapita. we need to pass through issues. Lazima ujue kuna mahali hatutapata. Not always Sio getting kila things. tunachokihitaji tutakipata kwa Not wakati. everything that we need, we get it Na at a kuna muda time. tunajinyima ajili huduma iende mbele. Sometime we have to. Haleluya. Kwa sababu neno kuchaguliwa. The word being selected, Aliyechaguliwa a person who is selected hawezi akaishi raha hata siku hii. cannot be happy always. Yaani raha yake ni ya kwa muda. It is just a moment, for a moment. Kwa muda. For a moment. Kipindi moja nilipata pesa moja hivi. One day I got money, Ilikuwa kama milioni 17. like 17 million. Nilipopata hiyo pesa, When I received such ni a mtu money, amenibariki. somebody blessed me. Wamekuwa wameuza nyumba. They sold the house. Sasa hiyo nyumba waliuza milioni 170. 170,000 Wakaleta shillings. fungu la 10. They brought the 10% of the money. Kwenye hiyo fungu la 10 In that 10%, nikawaza nini cha kufanya. I said, what am Kuna I watu going wajua to kwa do? nini mimi sipendi mambo ya redio. I don't like Hata leo radio. nikwambia kwa nini sipendi redio. Why I don't like radio? Nilipopata hiyo pesa, When I got such a money, nikasema sasa hapa Dave, I said, now David, naenda kujulikana. people are going to know me. Nikachukua hiyo pesa, I took the money. nikachukua milioni 1 nikawapa I wachungaji. took 1 million. I gave it to my Nikamwambia hii pastors. nyingine yote tunaipangia budget ya I kanisa. said, then I'm going to budget this Tukachukua hiyo money. pesa nikaenda nikailipa redioni. I went to pay it, Tukakuwa naingia okay, for the radio services. Wednesday Jumatano na Friday na Ijumaa. tunaingia redioni kutangaza injili. Raba shakata. Popote ulipo I'm pokea. starting speaking in tongues, Pokea. telling people receive Pokea. it, receive. Tunatoka pale tunatoka After redioni there, na wachungaji wangu. After departure, Tunarudi nyumbani. we are going back home. Jumatatu tena. Tumelipa hela. Then we are going again. Sa frequency ya wale wa jamaa haifiki mbali. The frequency is not going far. Yaani siku sisi tunaingia redioni ndio siku watu hawapatikani. At the day we are using the radio, we are Namba ya not getting simu people. piga hii hapa. We are telling people, call Nabii this niko mahali number. hapa I'm here kwa ajili ya kukuhudumia wewe. to serve you. Namba ya simu inapita. The number is Muujiza there. utapita. The miracle is there. Call this number. Ikakauka. No one is calling. Kasema haya, I said, tukirudi nyumbani. let me go back home. Mwisho wa siku tukarudi mpaka kwa miguu. At the end, one day we went on Nafika foot. Friday moja. One Friday, Nikakosa pesa ya mafuta ya gari. I did not have. Sa, wale watu nilionao fuel. ikabidi niwaambie nini? I told the people who were with me, Tupande tu basi jamani. Hawezi ukaamini ndugu yangu. you cannot believe. Tukapanda basi. We used a bus, Tulipopanda public basi. bus. Sa aliyekuwa karibu yangu The one who was nearby me, sijui mnaelewa tu wakubwa. Akajiongeza. Nikasikia tu swa. did something there. Sasa mimi nipo karibu yake. I was nearby a person. Hey, nilianza kusumbuka. I started suffering. Utafikiri ni mufu aliye hai. Sasa mimi na vitu vichafu tupatane. Nikaanza sema rabasha. I started speaking in niko kwenye tongues. maombi. They thought Kumbe that I nafunga prayed, sura sababu harufu inayopatikana pale sio ya kawaida. but it was because of the Nakuwa tu. smell. The smell was very bad. Watu wanasema leo baba atatabiri redioni. They are saying today Daddy is going to prophesy. Tulipofika
When I arrived there in the radio station, I started to say, receive it. At least that day I received one call. God is saying, I'm starting to prophesy. Only one person. The door for prophecy was closed by God. Mungu anaenda kukuchunguza mama. Anaenda kukuchunguza. Shika moyo wako. Mungu anaenda kukuchunguza. Please touch your heart. Haipandi lugha. God is going to do something. Nothing happened. Mita zinacheza. Nothing happened. Mikuki ya saa isomi, ramani ya unabii haipo. Kwa sababu I don't get direction. Nimechaguliwa, lakini because siko mahali ambapo nilipokwenda. Siko kwa maelekezo. I was selected, but where I was, it was not by the direction of God. Ni rahisi sana Mungu kuniacha. It's very easy for God to leave me. Tulipotoka hapo, after departure, yani baba niliposikia hiyo roho, I say baba unatabiri. They say, Daddy, you are prophesying. I say, these people, they don't understand. Nothing happened there. Second day, the same radio station, a manager called me inside the office. Then there, I was looking good with a good smell. Ukiona tu nabii anafika kwako anaanza marhaba. Anajifanya kabisa yuko roho ni mfukuze. Anataka kusema bongo. Then I made myself like if I was very spiritual, but I wasn't. Naanza kutafuta bongo ya kumwambia na ule jamaa. I was starting seeking for connection. Uongo unapotea. I lost the connection. Naanza rabasha. I started speaking in tongue. Ndio mwenye radio wao. Sasa hapa nikiamka sinafukuzwa. Kwa sababu pala wataki uongo, ni radio ya dini. It was a religion. Alipofika yule jamaa kaniangalia. That manager looked at me. Nabii wakuletee soda gani? Kaambia waniletee. What drink do you need, man of God? I just need water. Na hapo niko na njaa. But I was starving. Nimeweka mafuta kwenye gari lakini sikupata chakula. I was in need of food, but I said, please, I need water. I need to bless this place. Ukichaguliwa na Mungu, if you are selected by God, you are not doing the will of God. God wants you to pass through difficulties. Basi jamaa kafika, the manager wa watu akapiga mpaka na magoti, went on his knees. Akasema, baba sema na. He said, Daddy, speak to me. Nikamwambia, wakati unapiga magoti, I said, as you are on your knees, Mungu anaondoa, God is removing machozi juu yako, tears. Amina baba, machozi gani? He said, amen, Daddy. I receive it. Machozi gani tena? Umenijalemba kama jaribu. Ametumwa. How? Maana baba nina machozi mengi sana. I'm crying always. Leo. Amejua machozi yangu sasa, Yesu wangu. Ndio nimemwambia leo. I said, my Jesus. Nikasema sasa hapa tunaendelea wapi? Machozi shapita. A person is crying. Kitu gani hapa? What else am I going to say? Simama. I told him, stand up. Kipindi takuja tuonane. Then I will come to see you after the service. Asante Yesu, kipindi kinaenda kuanza. I say, thank you Jesus. Hapa nikitoka ni moto chini. I said I will not be back. Na shina sasa kuambia wenzangu, hapa mtumbo haufai nini? Haupandi maji. I was hiccubled. Hiyo siku nikatoa mtu chambo, mtumishi ngambia, utaombea watu kwenye simu wewe, sawa? I told you one among people I were with. Acha nikwambie, ule jamaa watu walipiga simu. After Jamali tabiri. A person prophesied. Na mimi ndo babake. And I am a spiritual father. Mama ninakuona sehemu fulani. Mama, I see you somewhere. Nikasema, jamaa aliwatengeneza watu hao. Then I started to ask myself what has happened.
Kumbe kuna mtu anaweza kuwa yuko karibu yako. A person can be nearby you. Ni Haruni kwako. But he is Aaron. Don't despise a person. Mtu aliyechaguliwa. A person who is selected. Anawakumbatia watu walio karibu yake. Wewe si unaelewa? Is keeping people who are nearby. Nataka nikuoneshe kwamba Mungu anaweza kachagua hata wewe jirani uliye naye. Yamkini usijue huyu aliyoko mahali hapa ndiye Musa ambaye Bwana amemkusudia. Haya katabragade. Amen. Nikaanza umetengeneza watu. I said maybe this person prepared these people. Simu anayotumia mbona ni ya kwangu? But the phone the person is using is mine. Nasafiri mama. I'm traveling, Mungu mama. babangu David Lion. The God of my spiritual father David Lion. Amina. Amina mwanangu. I said amen, my son. Go deeper. Ndio maana hata ukijana wakati anaanza kutabiri Alhamisi. That's why when Cosmas started prophesying, I said pa. Kuna wakati mwanao anafanya kazi mpaka unasema huyu ameitwa na Mungu. He was doing a very great job and I knew this person is called by God. Amen. Nikasema sasa, I said now, jamaa alipoanza kutabiri, when a person started prophesying, nikamzima, mimi si nabii mkuu. I did something, he stopped. Shiro ya wivu. Because of envy. Hauelewi au? Mimi nakwambia kweli, nikamwambia Bwana anasema achia hapa. God is saying stop. Bwana anasema? God is saying stop. Na Bwana hajafanya? It was not even God. Aendelee. Anishinde wateja. Mimi nimelipa pesa yangu. He could continue. People could knew him better than me. Sasa cha kuchangaza, watu wanakuja kanisani. People are coming to church. Are not asking for the prophet, asking for that young man. That one who prophesied to me, that man of God on the radio station. They are seeking for somebody, Daddy. Tell them, come in. A person is coming in. I don't have anything to tell a person. Because God did not give me the message. The one with the answer was the one who prophesied. Amen. What do I want to show you? When you are selected by God, Wakristo tunashindwa ndio kuhimiri zile vita. Cannot they don't have passion to wait for things. Niseme mwana maombi. You can be a prayer warrior. Lakini ghafla wenzio wana maombi wanakuinukia. But the other people are coming against you, are ganging up against you. Don't leave God. Hapo. Stay there. Kwenye vita ndipo kuna Mungu. In battles it is where God is. Amen. Unaona ulikuwa unafuata maombi vizuri. Ghafla mchumba uliyekuwa naye anakukataa. You are rejected by a fiancé. Stay there. There is God. Unaanza kufuata maombi vizuri. You are praying so much. Ghafla kazi inapotea. Kaza hapo. You lost your job. There is God. Ukikimbia vita. When you run away from battle. Bali Daudi aliifuata vita. David went to where they were. Akasema ninaenda huko. He said I'm going there. Na alipofika akamwambia wewe. When he was there in the battlefield, he said you don't know. Wewe unanijia mimi kwa upanga. You are coming with the sword. I'm coming to you by the name of the God of the hosts. Lakini kumbuka, wasiokuwa na macho walimzuia Daudi. Wakasema unaenda wapi? They said where are you going? Huko unaenda kufa. You are going to die. Huko hakuna Mungu. There is no God. You are going to die. Daudi akasema, David said no. Mimi nimechaguliwa. I am chosen. Akaanza kuonesha. He started showing. Nilipigana na simba nikaua. I killed a lion. Nikapigana na duni nikaua. Goliathi ni nani hapa mbele ya Bwana ashinde kupoteza maisha? Kama ukimwamini Bwana, hautakimbia vita. Utasema vita sio yangu bali vita ni ya Mungu. Hautanielewa, ndio maana umekaa kimya. Ndani yako umechaguliwa na Bwana. Hautakimbia vita bali vita itakukimbia wewe. Run away from the battle, but battle will run away from you. Amen.
Ndio maana watu walichaguliwa. Kama una viatu, asubuhi ya leo Bwana akupe viatu vya kugombana na adui. Walioinuka juu yako, Bwana onesha wewe sio wa kawaida. Sauli anamwambia sasa Daudi, cha kufanya hapa haraka haraka, takachokusaidia, what will help you, tumia silaha zangu za vita, use this weapon for the tumia mavazi yangu, use my garments. Daudi akapima akasema, David said no. Hapana. Sitatembelea silaha hizi. I will not use. Kama familia yako inaamini katika uganga, wewe waambie unaamini katika maombi. Wanaamini katika uchawi, waambie unaamini katika maombi. Kuna majibu yako katika maombi. Kama wanaamini katika kupoteza, waambie mimi sitapoteza. Naamini maombi ni jibu tosha. Oh baba do. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Daudi akamwambia hapana. No. Sio ya kwangu. Mimi ninajua aliyeniita atanipa silaha za kupambana na adui. I will fight with Goliath. Inaweza kuwa usielewe. Maybe I don't understand myself. Lakini majira yatakufanya unielewe. This one will make you understand me. Majira yatafanya uelewe. Make you understand. Walioitwa na Mungu hawapitii mambo dhaifu. Wanapitia mambo magumu kwa sababu kwenye vita yetu wanamuona Mungu anatutambulisha. Shadrach, Meshach na Abednego wapo kwenye tanuri la moto. Wanasema ya kwamba hiyo sheria ya Nebukadneza inasema kuabudu sanamu, lakini sisi hatutaabudu sanamu. Kama kufa tufe. Natamani mtu mmoja aliyesema kama njaa iniue, kama njaa nife, lakini maombi ndiyo dawa yangu ya kweli. Yes. Amen. La braga basha. Yes. Biblia inasema ya kwamba Nebukadneza akachungulia ndani. Akasema humu ndani tulitupa watatu. Ametoka wakajiuliza, tulifunga maisha yake, tulifunga watoto wake. Hizi baraka zimetoka. Zimetoka, watoto wametoka, familia imetoka, fedha imetoka. Tunaishi kwa ajili ya Bwana wa mbinguni. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Good. Mkristo wa leo, a Christian today, apite katika nyakati, if we pass through difficult things, anasema he will say Iringa kuna mganga mzuri sana. There is a witch doctor at Iringa. Haya mambo ya Mungu mimi nimechoka. Things of God are not going naona leo ndio mwisho kabisa. To wait for God. Maana mimi naamini kabisa. Because I believe Mungu amenisahau. God has already forgotten me. Let me tell you. Unapowaza ndio mwisho, ndipo Bwana anaanza kukutengeneza. Oh yes. Anaanza kukutengeneza. God is starting there. Acha fikira mbaya. Acha kujiamini wewe. Mwamini aliyekuita ndiye atakayemaliza walichokiandaa kwako. He's going to finish everything. Kama tu Yesu, if Jesus alitufundisha mapito, you pass it through things. Ulisikia wapi Yesu alikuwa na kiwanja? Alikuwa na kiwanja. God had Jesus had a plot. Ulisikia kulikuwa na nyumba ya Yesu? Or a house? Nani ashasikia story? Have you ever heard? Where? Yesu alikuwa na kiwanja? Hakuwa nacho. Acha nikwambie. Let me tell you. Viwanja vyetu si viko hapa. Our plots are not here. Lakini kwa sababu ya neema, but because of the grace, vya duniani vitapita kwetu. All the things of badala ya kwenda kwa watu wa duniani. Instead of going to the Gentiles, they will come to us. Si kwa majeshi, yes Lord, wala silaha, amen, ni kwa Roho, yes, Mtakatifu. La bragada basha. Yes. Nasoma kile kitabu cha Yohana. I'm going to read the book of John. 15.
15. 16. John 16. Biblia inasema ya kwamba, the Bible says, inasema ya kwamba si nyinyi mlio nichagua mimi bali okay. Kumbe una Biblia hapo? Soma Biblia. Yohana 15. 15. 16. Andika 16. Yes. Barabashata. Elewa nini maana ya kuchaguliwa. Understand the word aliyechaguliwa ajipangie mahali ya kuongea na watu. Cannot plan where to talk with people. Apangiwe namna ya kuzungumza. He or she is waiting. Come on, let's go. Amen. Nitasoma. Si ninyi mlionichagua. Si nyinyi mlionichagua. Mimi bali mimi niliyowachagua ninyi. Bali ni mimi niliyowachagua. Yes. Sio wewe uliyemchagua. You did not choose me. Ni Mungu aliyekuchagua. It is God who chose na you. Kama ni Mungu aliyekuchagua, anajua utakula. He know where are you going to be. Anajua utavaa. You know what are you going to wear. Yako ni ya muda. Your temptation is for the moment. Mapito yako ni nini? Your temptation is for the moment. Tengeneza kujiamini. Trust on yourself. Katika hali ngumu muamini Mungu. Whatever you are passing through, believe in God. Mwingine ananiambia baba. Some people are telling me, Daddy, mimi nahisi kuacha Mungu tu. I feel like leaving God. Mambo ya kanisa mimi nataka kuacha. Things of church, I don't want them anymore. Nikuulize swali. Churchy things, I don't need them. Unamkomesha nani? Let me ask you a question. Sasa unanikomesha mimi? Hapana. Are you telling those words for me or for yourself? Who is the beneficiary? Maana mimi sioni ambacho ananizidi. I will not lack anything sioni for kitu those ambacho kinasababisha. You will be the one who is affected. Baba, mimi nikisali tu mambo yangu yanakuwa magumu. Najua magumu zaidi. As I'm praying more, things are becoming more difficult. Ukivuka kwenye yale magumu, ndio inaenda kwa mepesi sasa. Know that as you are going through, tulizane the limitation will leave you. Wamama ambao wanasonga ugali mtie mkono juu. Women who are cooking ugali. Wakati mnasonga ugali, as you are cooking ugali, si mnaanzaka hivi? You are doing that. Mpaka uje umalize. After finishing, uje usikie salaza ile ugali uliokuwa unasonga. And feel the taste. Ushazungusha mwiko. You are already tired. Ndio. Utazungusha mwiko. Mpaka unasema hiki nini sasa hiki? Akira msikia Mkristo anasema but to God, mimi baba nimekata tamaa. We are saying I'm already give up. Na sijisikii kumtafuta Mungu sasa hivi. I've already given up. I will no longer seek God. Haya, unamkomesha. Okay. Who is the beneficiary? Kwa sababu huko unapokwenda, as where you are going, unaenda kuharibu kabisa maisha yako. You are going to destroy your life. Hakuna kitu chochote utafanya. Nothing shall happen. Kipatikanacho kwa maombi kinalindwa. Whatever you obtain from prayers, protect it with the prayers. Baba, Daddy, nakwambia kweli. I'm telling the truth. Mimi kuanzia sasa, from now, naamua kufanya tu biashara. I have decided to do business. Mimi namwacha Mungu. Things of God, I don't want them. Haya. Okay. Hiyo biashara nani atakubariki? Who is going to bless you? Ndo sawa. It's okay. Shetani kisini mjanja. The devil anakuletea wateja haraka haraka. We bring the customers because you need customers. Then suddenly you lose. Rudi tena kwa Mungu. Unaanza then you are going back to God number 1. You are starting 0. Unaanza kumoja. From 0. Usikubali kuanza kumoja. Don't allow to start it from 0. Kuna mahali Mungu anakupeleka. Because God is already started a journey with you. Ambapo utashangaa. You are going somewhere with God. Na maisha yako yatashangaa. And your life will be surprised. Kuchaguliwa na Mungu. You will surprise. Waliochaguliwa na Mungu. The people chosen. Hawapiti kipindi rahisi. Are not passing through easy things. Hawapiti kipindi nyepesi. Are not passing through easy things. Kila kitu kwao ni machozi. Everything to them is kila kitu kwao ni machozi. Through tears. Wapandao kwa machozi. Whoever wakavuna kwa kelele. Will harvest with the tears of joy. Kuna binti moja nilikuwa namuombea. There was a young lady I was praying for.
baba namshukuru Mungu. She said, I thank God. Nimenunua gari. I bought a car. Kwa kweli ilikuwa ni maombi yangu. The truth is, it was my prayer. Nilikuwa naomba na ule binti kila siku. And it's true, every day I was praying for her. Unajua shida yake ilikuwa nini? But her problem was, anasema baba nikifika nyumbani, he said after arriving home, ndugu zangu wanakuja na magari ya kifahari. My relatives are coming with good cars. Hata neno ya kuzungumza mbele yao si. And I cannot speak anything. Na mhitaji Mungu wako anipe gari. I need your God to give me a car. Nikamwambia ina shida. I said there is no problem. Nikamwambia ina shida. No problem. Nikachukua gari yangu, fungo yangu, nilikuwa na fungo mbili kwenye gari. I took my car key. Nikaziachanisha. And the padlock. Nikampa moja. I gave her na one. Yeye akaenda na mimi nikabaki na moja. And I stay with one. Nikamwambia hii. I said, na kutambulisha wewe. This one hautatembea na miguu. Will make you recognize. Akasema kweli baba? Nikamwambia hapana, sio kweli. Unaamini au uamini? I said, do you believe? Naamini. Haya, nenda. I believe. Akaenda. Tumeomba wiki ya kwanza. After 1 week. Wiki ya pili. Second week. Wiki ya tatu. Third week. Akapata bwana. She got a man. Sitamwita mume, ule ni bwana jamani. A man. Akamonga gari. The man gave her. Akakuja kuniuliza baba. He came to ask. Nilikutana na mwanaume amenionga gari. I found a man who gave me a car. Is it from God? Sasa tuulizane ndugu yangu. Let us ask ourselves. Utamjibu nini? What are you going to answer? Utamjibu nini? What are you going to answer? Ase ule bwana akanionga gari. He said the man gave me a car. Nabii nilisema pate nini? The prophet I prophesied. Kwa gari itakuja munjia yoyote. By enemies. Baada tu ya kumaliza hivi, ona ujinga ulivyofanyika. Then akakamata sasa kanisani aje, anakuwa busy na tajiri. She stopped coming to church. Baba, busy with the man. Niko sehemu fulani. Daddy, I'm somewhere. I said okay. Natuma sadaka baba, anatuma. Then she was posting the offering. Mimi wakafumaniwa. The 4th month, walipofumaniwa sasa, they found the woman with that man. Haya. Ready-handed. Mungu anakosa hapo. Dada wakamkunguta. Nafikiri walimpiga mpaka na vitunguu. Wakaongeza na vitunguu swaumu. Hawakuona kutosheleza. Mwanajua viungo mama. Ningine nini tuongeze? They started beating the woman. Na kapilipili kwa mbali. Piga meno mbili chini. She lost her teeth. Ananipigia sasa simu babake wa kiroho. Ambaye narukana mabao niende kupigana na mimi kiroho. Daddy, please come. Baba! Daddy. Huyu mama mwanamke. The woman of this man. She came to the guest where we are with the man. The man. People who found us there, they beat me. Baada ya kupata gari, I told you are a thief. Hawa busy na Mungu wake. You got the car. Aendelee kumpa direction. Leo umepata gari. Sasa hacha hiki. You had to come to church and worship God. Don't live such a life with that man. Na ule dada kufanya kosa. Kumbe alikuja na ramani mpaka na gari. Kamata gari kubunja vioo vyote vya gari. Dada ule hana hata 100 ya kununua. They took the car and broke all the mirrors. Na walivunja kabisa mbele na nyuma na pembeni kote walipasua. Everywhere. Tulizane swali. Let us ask ourselves. Mungu hapo anakosa? God has no mistake. Mungu alimbariki gari. God bless her. Lakini alishindwa kutumia maarifa. But she had to use knowledge. Kwa kwani nimepata hii. Because I got the car, Mungu sasa. I need to ask God. Baba natakiwa kutembea namna gani? What am I going to do? Kuna vitu unaweza kuvipata kwa njia. Some of the things you can get in a way that you don't understand. Nani alimkana mke wake akasema usio mke wangu ni dadangu? Watu mnajua historia. Biblia nani? Abraham. Nani? Tuseme wote nani? Kwa nini? Na Isaka pia. And Isaac. Sasa sijui mnaelewa kinachoendelea? Do you understand? Kwa nini walimkana? Why? Usio mke wangu ni nani? This is not my wife, is my sister. Ni dada yangu. My sister. Baraka inaweza kuja kwa njia yoyote. The blessing can come by enemies. Lakini ukijua kuimaintain. But if you not maintain it, you will lose it. Kwa sababu wanasema vya ulimwengu atatunyang'anyia. Atavileta kwenye mikono yetu. God will bring things of the Gentiles in our hands. The husband was not her husband. Rudi kwa nabii wako.
Baba, go back to the man of God. Inakuaje hii baraka inakuja kwa njia hii? Why this man gave me this car, this blessing? Wewe atakuchukia uchuki jamani. Na unashangilia. Mungu amenikumbuka. You are saying God has remembered me. Kile kinaenda baba. I'm going out with the man because he has the money. Kazi yangu mimi kukuangalia tumba. My job was looking on her. Siwezi kumshauria mtu ambaye yuko mbali na Mungu. I cannot advise a person who is far from God. Hawezi kunielewa. A person shall not understand me. Ndio maana naona mabinti wengi. A lot of young ladies. Wanamtafuta Mungu. They are seeking God. Ghafla wanaishia njiani. Suddenly, kwa sababu asilimia kubwa wanakuja kwa Mungu. % of them. Lakini nikwambie tu siri. Let me tell you. Mungu hawezi kukupa kitu ambacho God cannot give you a thing that you cannot maintain it. Whatever you plant, it is what you sow. Zingatia kitu kinaitwa utakacho. Understand. Kama ulipata kitu kwenye maombi. If you got something through prayers, kwenye maombi, stay in prayers. Baraka, so that blessing izidi kutafuta njia nyingine. To continue walking. Lakini leo Kristo. Today Christians, kwanza kishamiliki ka kitu. After having something, possessing it. Baba unajua niko busy. Daddy, you know I'm very busy. Yani huyu mtu tutajua kama anamiliki ka kitu. Because she's possessing something. Unajua? You know? Sasa hivi nimefungua ka ofisi. I've opened my office. Kakukopa watu pesa. I'm lending people money. Unatumia si washirika. Haya. It's okay. Tutakuja huko. We shall come. Unajua sasa hivi you know now, mpendwa, beloved, ulifungua ofisi ya viatu. I've opened my office. Jitahidi basi unikope. Please lend me money. Akikulipa mpendwa mwenzio. Please. Sio mimi njoni eli. I need to borrow money. Kwanza ni wagumu walipana. People will not pay you. Usimkopeshe Mkristo unaingia naye kanisa moja. Don't borrow anybody money. Biashara ikishindikana kufanyika hapo hapo. Who is a church? Kila mtu apite njia yake. Because they will not give you back the money. Kusikue mtu atakwambia. Naambia hata Cosmas. Mtu asipigie simu. Nilete kwenye duka lako ngo fulani njoo namwambia tuma kwanza hela. Tell people to send money first. Kwa sababu gani? Don't allow them to borrow. Pesa hitaji mazoea. Money don't need familiarity. Anaweza kuwa kwa pepo huyo. Don't be familiar with people. Your business need to be serious. Kwanza na shingo kubwa. They will start to tell you this dress I don't like it. Nilikuwa najua ina shingo nyembamba. Kwenye picha. The way it look I don't like it. Unaona kama ina shingo nyembamba au ndefu. But you address a person. Kwa nini? Mazoea. Familiarity. Nataka nifundishe pointi nyingine. I want to teach you another point. Kuna tofauti. There is a difference ya wokovu between salvation na matendo mema and the action and the good deeds. Mimi nikimbariki huyu hapa. If I bless this woman, nambariki naambia rafiki yangu, my friend, nakubariki. I'm blessing you. Sina cha kubariki sasa hapa ndugu yangu. Zote nimepewa ziko mfukoni sasa sio kubariki ni vumilia tu. Hallelujah. Amen. Fine, nakubariki na hii Biblia inakupatia Biblia. With this Bible. Utaitunza. Please keep it. Vice anatoka hapa. Tayari amefanya matendo mema. Anaenda kwa Grace. She's going to Grace. Unaona ile Biblia hapo iko natumia? You see the Bible that I'm using? Mimi nimempa. I'm the one that he gave daddy. Unafikiri Vai ana kitu? Vai sasa hivi ana kitu. Vai has nothing. Vai ana kitu. Vai hamna kitu pale. Na hapa niko najipanga nimnunulie hata shati moja. I'm going to buy shirt. Vai ana kitu. Vai has nothing. Na hata saluni nimempeleka mimi Jumapili ile. Even in saloon I'm the one who amefanya matendo mema. Lakini hana ile roho anasema ukipana mkono wa kushoto mkono wa kulia usifanye nini? Good things. Usijue. The way a person did was not good. Haya. Hiyo ni matendo na matendo mema inaweza kufanyika na mtu hata mpagani anaweza kufanya. Can be done even by Gentiles. Lakini kuna watu wameokoka wanasema but some people hata kama nikikosa born again bado ndamtafuta Yesu. But hata kama sina kitu bado ndamtafuta Yesu. Even if I have nothing I will seek God. That is the true salvation. Haiji kwa ajili ya vita. Salvation is not coming because of things. Na alikuwa amejaa matendo mema. Salvation and good deeds. Mimi nikipatia huyu mama leo pesa. Haijamaanisha kwamba mimi nimeokoka sana ndio maana nimempa pesa. I'm more served than her. Ile ni matendo
It is just a good deed. Matendo, good deed. Lakini sio nini? Sio okovu. Okovu ni nyingine na matendo mema. Salvation and the good deeds are two things different. Hello? Wanaweza sifiwe sana. Praise the Lord Jesus. Clap hands for Jesus. Sasa tufika kwenye kipengele kizuri sana. Let us go to another step. Kazi ya mafuta ndani ya wokovu. The work of oil in salvation. The work of oil in salvation. Nifungue kitabu cha Samueli wa kwanza. Open 1 Samuel. Samueli wa kwanza 16. 16. Sita tutaenda pole pole nafikiri mpaka kwenye 10, 11, 13 hivyo. Tutaenda pole pole. Alafu tuingie kwenye ibada. Natamani leo Samueli wa kwanza 16:6. Natamani saa 7:30 tuwe kabisa tumetoka kanisani. Pigie Yesu makofi basi. Nipongeze mwenzio. Maana Jumapili iliyopita na wengine nahisi wameogopa. Maana Jumapili iliyopita watu walitoka pasa 11. Ilikuwa ni siku ya deliverance. Amen. Oh my God. Sio tabia yangu hiyo. Amen. 16:6. Tio. Inasema. Ikawa walipokuja alimtazama Eliabu. Akamtazama Eliabu. Akasema. Yakini Masihi. Pastor. Inaishia hapo baba. Au niendelee? Nenda shuka pole pole pastor. Basi taanza. Tutafika mpaka 13 huko twende. Amen. Taanza. Ikawa walipokuja Samueli wa kwanza 16 mstari wa 6. Haya, kwa sababu kuna watu wanatafuta andiko. Twende, let's go. Amen. Ikawa walipokuja alimtazama Eliabu. Akamtazama Eliabu. Akasema yamkini Masihi wa Bwana. Lakini Bwana akamwambia. Soma vizuri pale pastor. Yakini. Na wewe soma kama kichaa. Yakini Masihi. Lakini Bwana akamwambia. Samueli. Usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana hakuangalii kama binadamu angaliavyo. Ngoja nikusaidie pastor. Ikawa walipokuja alimtazama Eliabu. Akasema yani Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usitazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana aangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana utazama moyo. Amen. Hallelujah. Amen. Samuel wanatoa watoto wa nani? Babake ya Daudi anaitwa. They brought the son of Eliabu. Baba yake ya Daudi anaitwa nani? Andika babake ya Daudi. Yes, andika. Mjuaje hata Biblia? Hiyo ni kutokujua Biblia. Andika babake ya Daudi ni Yese. Na kona Daudi walikuwa ni watoto 4 ambao ni wakubwa zake. Unajua nikwambie kitu? Let me tell you. Kitu ninachokuambia, unaweza ukafika mbele hivi ukaulizwa swali, wewe si Mkristo umeokoka, alafu ukashindwa kujibu. You can be asked a question and fail to answer it. Sasa cha kushangaza hapo, one thing, Samueli alipoona wale watoto wale ndugu zake na Daudi, the relatives of David, kwa sababu Biblia inasema ni warefu. The Bible say they were giant, tall in height, waliojaa mahali pote, tall in height. Akasema hakika Masihi wa Bwana yuko hapa. They said the man of God is here. The man of God is here. Akaambia nani? Akamwambia Samueli. He said, Samuel, wewe unaangalia nje, you are looking on mimi Mungu naangalia outward appearance, but the Lord looks on the heart. Ndani naangalia ndani. I'm looking on the heart.
Akauliza mara ya pili. He asked the second time. Akamwambia. He said, hawa ndio watoto wako wote? Are all these your children? Akasema lakini. He said, but kuna kamoja sijui unaelewa? Kuna kamoja ambao there remain yet the youngest. Kapo huko. But behold, he is keeping the sheep. Kapo huko kanachunga kondoo. They are keeping the sheep. Unajua? You know? Waliokukatia tamaa. Those who mafuta haya gave up on you, the anointing that I'm going to anoint you today, they are going to change your life today. They are going to change your life today. Kuna kamoja ambao kapo huko. Behold, he is keeping the sheep. Samuel akasema. Samuel said to Jesse, basi kamuiteni. Send and fetch him. Na akawaambia hatutakaa for we will not sit down until he comes here. Anasema hatutakaa. We will not sit down till he comes here. Watu wote wakaanza kumsubiri Daudi. Mpaka baba yake were waiting for David. Even Jesse the father. Na Mungu. When you are chosen by God, kwenye zambi gani, no matter atasema hawatakaa mpaka uje. We will not sit down until he comes. Kuna familia inapitia changamoto ni kwa sababu tu wewe haujamjua Yesu. Because you don't know Jesus. Haujamjua Yesu. You don't know Jesus. Akasema hatutakaa mpaka aje. They said we will not sit down until he comes here. Babaka alisema haka kuna watu hata familia yako. Some of the family members are not trusting on you. Wanasema zile pesa alipata. They are saying the money ndio pesa zake za mwanzo na mwisho. Hata fanyikiwaga tena. First and last. She's not going to succeed. But majira nakuja ambayo the season watasema kikao hiki hakitafanyika bila yeye. We not do this meeting until she comes here. Sasa now tusimame mpaka haje. We shall stand here until a person come. Akasema hakika huyu ndiye Masihi wa Bwana. Surely this is the man of God. The one who is called by God. Na alipofika Biblia inasema ya kwamba akashuka chini na akapakwa mafuta. Samuel na baada ya kupakwa mafuta akapata nguvu mpya na roho mpya. The new spirit. Yes. And he became mighty. Majira yako yakabadilika. When your season comes, things shall change. Wito wako sifanane na wito wengine. Let your call change. Wewe utaitwa, wewe umechaguliwa. You are chosen. Ndani ya nyumba unaweza kaita. Maybe you can Shukuru. Call Shukuru. Ima. Fafa. Fatuma. Join mbele. Come forward. Lakini wote wamejipanga hapo. All people are here. Nasema wewe ndiye nitakayeenda na wewe. You are going to select nasema leo ni wewe utakayeenda na mafanikio ya familia. Ni wewe utakayeenda na mafanikio ya nyumba yako. Katika jina la Yesu. Nahitaji mtu mmoja aseme napokea. Say I receive it. Akasema kuna mtu mmoja ambaye yuko hapa. Somebody is here. Napokea. Familia nzima wanamwangalia. The whole family were looking on David. Looking on David. The way he was young. Baada ya kumwagiwa tu mafuta. After being anointed. Jamaa akawa moto. The person was on fire. Ninakuombea kwa Mungu. I'm praying to God. Mafuta haya. This anointing. Yasiache maisha yako. We not leave you. Yasiache watoto wako. We not leave your children. Yasiache nyumba yako. We not leave your house. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. I declare. Natangaza. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. Mafuta haya. This oil shall not keep quiet. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Hakuna siri kubwa. There is no greater secret kama kusimama than standing still. Na Mungu akasema huyu. They said this one is the one that I chose.
Mnaweza kuwa waimbaji 50 hapa mbele. Can be 50 singers here. Lakini katikati ya wale waimbaji, but among the singers, kuna rais yuko ndani. There is a president among them. Kwa sababu Bwana amemchagua aseme ni wewe utakayeenda ongoza nchi ya Tanzania. Who is going to lead Tanzania? Unaweza kuona ni watu ni wapigaji mahali hapa. Maybe you can see people are lakini sio wapigaji tu. Ndani yao kuna manabii wa mataifa. Some of them are prophets. Bwana angalie kile unachokifanya. Anaangalia kile anachokitaka kwenye maisha yako. The heart, what he need from you. Yes. Kuchaguliwa na Mungu. Mafuta haya, this oil, hayataacha adui yako shall not leave your enemy. Mwamini Yesu. Trust on Jesus. Katikati ya machozi yako. While in tears. Kutukanwa, kukataliwa, let them reject you, speak against you, ganging against you, despise you, say I will not leave Jesus. Amina. I will not leave Jesus. My hope is on Jesus. Kama watu wataniacha, no matter people will leave kama watu wataniacha, will leave me, lakini mimi, but me, sitamwacha Yesu. I will not leave Jesus. Kama watu watamwacha, if people will leave Jesus, I will not leave Jesus. Ndio ile mnaweza kukutana. You can find, uko marafiki, you are friends. Mimi nao ni marafiki. Me and you, we are friends. Lakini cha kushangaza ni kwamba one thing, huyu, you, leo tunaenda kanisani, we are going together to church. Leo kuna tayamana, hakuna maji, hakuna mafuta. Today there is no oil, no water. Pike tu nyumbani bwana. Let us stay home. Hello? Ukisikia tu rafiki kama huyo, such a person, sema mchawi ameingia nyumbani kwangu. Is a witch doctor. Usema mara mbili. Sema tu, take a step. Go to church. That is not a good person. Na Mungu aliniambia. God told me, David, huduma yako itakuwa ngumu sana. Your ministry will pass through a lot. Watu hawatakuelewa. Some people will not understand. Kwa sababu, because mimi nachanga mafuta me sipendi utegemee mafuta kwa sababu I don't want you to rely on oil. Lakini natamani wewe, but I want you, baada ya kupakwa mafuta hii, after being anointed, tembea na mafuta ya roho. Walk with the spiritual anointing. Ukifika ofisini kwako, when you arrive at your office, speak in tongues. Pray. Mafuta yanamiminika hata kabla hujasema. Let the anointing spill. Yanaanza kuonesha. Connect yourself to the anointing. Jana kuna mali tulienda kunyolewa mimi na Cosmas. Yesterday I went somewhere with Cosmas. Tukapaki gari somewhere. We parked the car somewhere. Tukaenda hiyo mahali. Tukamkuta baba anashona suti ule jamaa. We found a man. Maana saluni iko hapa. Ule jamaa anashona suti hapa. Embroidery, making suits. Katika miaka yangu yote, jana ndo nilinyolewa sehemu ya yesterday. Miaka. Jana nimenyolewa. Iko vibaya. Uzuri unachangia jamani. Sasa kwani kujeke. Tulitoka hapa ilikuwa nyuma sana. Ilikuwa kama saa 6 usiku. It was around 12 o'clock at night. Saluni ambapo nanyoaga nikakuta. The salon I used to go, it was closed. Tukaanza sasa kutembea. Tukaenda mpaka kule mwisho huko. Niko natafuta saluni. Looking for salon. Sika na kwamba saluni haziko wazi. It doesn't mean there were no salon. Sio viwango na vivitaka. Which were open are not in quality. Nasema ndo zile saluni ukinyolewa. I said, baada ya kutoka, they can shave me, then I will become wounded. Basi. Now, tukakata tamaa. Tukasema sasa hapa. We said now. Kwa sababu tulikuwa na familia yote kwenye gari. I was with my family. Sasa hapa, I said, mahali ambapo walalaki weekend ni Buza. We have to go to Buza. Kwa ndakachokifanya tuache hao nyumbani, mimi na wewe twende tafute saluni. Then go inaendana na level yetu sisi. To Buza. Cha kushangaza, tunaingia kachochoroni tu. As we entered somewhere, tunakutana na saluni iko wazi. We found an open salon. Tukaingia mule. We entered. Jamaa iko smart. The guy is very smart. Anavaa vizuri sana. Wearing good. Na ananyoa vizuri sana. He's a good barber. Sasa nilijifunza jana kitu Now I learned a lesson. Sasa mimi hata wewe unanyoa vibaya lakini wewe when you are smart,
nikae saluni ambayo things are in quality. The salon is good. Aisika napiga kichwa, si unaelewa? Nikimaliza napiga wanaweka sawa, as I say, there I will enter. Tukaingia mwele saluni. I entered in there. Jamaa katuweka vizuri. Wakati tunamaliza kunyolewa, after shaving us, maana mahali ambapo tunanyolewa sisi, kusema wamalize kutunyoa sisi yote tunalipaka shilingi 40,000. We used to pay 40,000 shillings. Sasa hapo tukamaliza. After finishing, usishtuke na 40,000. Kuna watu wanalipa mpaka milioni kwa kunyolewa. Basi now, basi nikamwambia Cosmas, I told you Cosmas, wewe anza. Juu akikosea tu kwa Cosmas, mimi sikae kwenye kiti. Start. Naambia Mungu akusaidie sana ndugu yangu. May God help you Cosmas. Nikaona jamaa anapiga cha kwanza. Cosmas akatoka kabisa. Cosmas na mtu yule anatoka. Was looking good. Nikamshukuru Cosmas naye. Akaanza kumhubiri ule jamaa. Akamwambia huyu jamaa mbona unataka kumnyoa? Started telling the beba, ni mkorofi ukimnyoa vibaya. If you want to do well to this man, nilipofika, the man is stubborn. Jamaa alikuwa makini hata na kile kinani chake. The man was very careful. Na mwangalia kwenye kio, jamaa anaikapo style ambayo hata singekaa. The baba was very careful. Jamaa anaika hata kunibinua kichwa vya rashindo. Usijui unaelewa? Jamaa hapindui kichwa changu. Sasa mimi najuza huku chini alinyoaje? I started asking myself. Kumbe jamaa yeye sasa alifanya nini? Alishuka. What happened? Anaogopa kuniambia fanya kichwa hivi. He was even afraid to tell me bend your head. Sasa nilipomaliza, I said, alipomaliza kuninyoa, after finishing, nikamwambia sasa nataka tufanye kitu kimoja. I said, utakuwa nakuja kuninyoa nyumbani kuanzia sasa. You have to come. Kwa hiyo nikamwambia sitakuwa nakuja saluni to shave me. Kwa wewe kuja nyumbani naomba shilingi ngapi? Akaambia kuja nyumbani. How much will it cost? Make na black kila kitu itakuwa ni 7,000. He said 7,000. Kwa sababu hapo kwake ni 3,500 akikupaka na black. Because I'm using nyumbani make ni 7,000. Kwa hiyo si wawili ni 14,000. It is 14,000 for 2 people. Nikamwambia ndugu yangu, I said, tumepata kinyozi mzuri. Yes. Kumbe unaweza kuwa na quality nzuri. You can have good quality, lakini hauna vigezo vya kupata watu wenye quality. But you don't have people who have quality. Jamali ni baru. Alininyoa hata kuliko kule ambapo naenda kutoa shilingi 40,000. He was doing good than those who I was paying 40,000 shillings. Kuna watu wana vipaji. Some people are gifted, lakini wamefichwa. But are hidden. Kuna watu wana vipaji lakini some people are gifted. Huyu jamaa na kitambi yote huyu. This person hawezi kujua kama ni fundi mzuri sana huyu. Is a very good. Anaaminika kwenye ufundi umeme. Engineer, fundi umeme wa magari huyu. Electric engineer. Hallelujah. Siku ya kwanza nakutana na God. Namwambia God, maana iko na kitambi. Sasa jamaa sasa nyumba hela nyingi. The way God look, the way he's fat. Sasa hapa Mungu nipe tu maneno ya kumtabiria huyu jamaa, nikamkokota kwanza. I called him. Kambia nasafiri kwenye ulimwengu na mwana mtu anaitwa. I'm traveling in the spiritual realm. Kisanga. I see. This and this. Akaanza kulia. He said, oh, he started crying. Bei inashuka hapa. He said, okay. Bei inashuka. Wewe? The price is going to be low now. Bei ilishuka. And it was true. Nikamwambia nasafiri. Nikashuka. I started na Mungu na akaanza kusha material tu. God gave me the materials. Kwa mshirika wangu. Nikasema na bado. I wanted him to come to the church. Keketi alikuwa nini hivi keketi? He was a KKT member. Lakini leo yuko prophetic house. Today he is here prophetic house. Nikasema sawa. I said it's okay. Material nikashusha. God. Gari yangu imekufa umeme. Ndugu yangu, asubuhi na mapema yuko mlangoni. He came to work on my car. Akamleta fundi mmoja akakuwa na tamaa, alikuwa ananiibia maana alikuwa yuko busy na mamake mzazi. Another one that he brought him to me was not very good. Fundi nikamuita nikamwambia wewe. I told him. Mimi usifikiri sijui kama unaniibia. I know that you are a thief. Wewe ni mwizi. Na nikampigia God. God akamwambia nishamwambia aache kukuibia. God told siku ile ule jamaa. Nikimpigia simu gari yangu imekufa. That man know if we were stealing from him. Haji.
The person is no longer coming to me. Are you getting me? Clap hands for Jesus. Celebrate Jesus more than that. Namshukuru Mungu. I thank God. Kwenye hali ya chini, kumbe kuna muda inabidi uende chini. When you are down, ajili upate watu. You need people. Kuna mimi nilipoenda chini, when I went down, nilienda saluni ya shilingi 2,000. I went to a salon ambayo sijawahi kuingia. That is, lakini huko nilimkuta kinyozi mzuri. The look is not good, ambaye ananipatia vizuri. But the barber was very good. Jumatano napiga simu kwa sababu nilikuwa na nyoa Jumamosi. Na hapo nakimbiza gari nikitoka hapa kama kichaa. Ni mwezi kinyozi wangu nisikute amefunga. I have to go. Na foleni napiga simu. Ndugu yangu, nichunge foleni hapo. Katikati. Where are you? Lakini leo, today, kwa 7 yangu na pikipiki ndamtumia yule jamaa. Naambia chukua pikipiki njoo haraka sana. Where are you? Take boda and come. Na mkiangalia vibanda naingia live niko nanyolewa pale. Tap screen. Kumbe kule kwenye chini kule kuna watu wanatusubiri. Those who are looking that down. Kesho na atasema unabii mimi ndo namnyowaka. Yamkini Mungu amemleta kwa ajili ya mimi mpe mahali. Hawezi ukajua. To change kwa nini mali sijawahi kuingia niingie? Why did I enter there? Halafu napaki mke wangu nakamwambia, "Saluni hapa." Nikasema, "The saloon is here." Nikashuka kwanza. Unaye bwana? Akasema, alimuita nani? Osmasi said, alimuita jina fulani. Nani? Dulisaxi. Asa Dulisaxi naye vipi? Juu jamaa na kipara. Alafu anavaa kamsobi, unajua anakamakalio ka hivi. Alafu the way that guy looks, unajua tu wenye tumakalio kwa tumigutu mama wangu. He's not even looking good as if we know. Sasa yule jamaa akakuja akatunyoa vizuri. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, ni mtu mzuri, namfanyia hata promotion. He's a good man. I'm promoting him. Kama unahitaji kufuata nyumbani, if you want, mimi na kinyozi wangu 7,000 you want him, please, only 7,000 shillings. Pigia Yesu makofi yako. Clap hands for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Kwa nini nisishuhudie kile kilichonibariki? The person bless me. Unajua mimi nimeokoa shilingi ngapi pale? Nimeokoa shilingi 16,000. 26,000. I saved 26,000 shillings. 26,000 mimi nikimpa Mungu. Unajua Mungu ananibariki mara ngapi? If I will give God that money, I shall be blessed. Ndio maana dada zangu, mnapoenda masaluni, as you are going to salon, usiangalie udogo, muangalie do not look on the appearance. Na usiendi peke yako, mtupe mwingine kwa chambo kwanza. Uangalie kweli yaliomo yamo. Kama yamo, kula kushoto tu. Hallelujah. Amen. Pigia Yesu makofi yako. Clap hands for Jesus. Majira mazuri sana ambao Bwana atafanya kwenye maisha yako. Natamani Mungu afushe maisha yako.